na pili, nyakati ya kwanza na ya pili. Waebrania hawakuvigawa, ila nataka tu ujue kitabu cha mwisho katika Biblia ya Agano la Kale katika Kiebrania ni Nyakati. Kwa hiyo ndio unaanza kujua maana yake, kwa nini Yesu alisema kuanzia damu ya nani, ya Abili mpaka ya Zakaria. Alichokuwa anasema nini? Kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa Biblia. Unaanza kuelewa alichokuwa anamaanisha? Kwa sababu usipojua mpangilio ule Biblia waliokuwa nayo, mpangilio wake ni huo, utaelewa. Maana unaiona tena sio hataji Malaki, anaishia tu kule Nyakati, na Nyakati iko kule ndani. Unashindwa kuelewa ni nini anachokieleza. Biblia mpangilio wake wakati wa Yesu, Waebrania, Nyakati ndio kitabu cha mwisho. Kwa hiyo rekodi ya uaminifu wa Bwana, manabii waliouawa kwa ajili ya kuieleza kweli, damu itatakwa kwenye kizazi hiki. Kwa hiyo angelikuwepo leo, angesema kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Sikiliza principle inayokuja hapo. Wote wanaokufa kwa ajili ya kumtukuza yeye, damu hiyo itatakwa kwenye kizazi hiki kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Wakati wa Yesu Biblia ilikuwa inaishia Nyakati. Ndio maana anataja Habili mpaka Zakaria. Alielewa? Nyosha mkono. Usipoelewa sasa hivi, utaelewa hata kesho hivi. Kwa hiyo anaposema niliyoandikiwa katika Torati, katika manabii, katika Zaburi, umeanza kujua lugha yake alikuwa anamaanisha nini? Umeanza kuelewa? Ndio maana aliyesema mwayachunguza nini? Mkidhani kuna uzima nini? Na hali ndio anafanyaje? Yananishuhudia mimi. Kwa hiyo Biblia yote, Torati yote, manabii yote, maandishi kuanzia Zaburi mpaka mambo ya Nyakati, yote yanahusu Yesu Kristo. Nenda Yohana Injili sura ya 5 aya ya 46. Nasema leo tutaangalia tu Biblia hiyo kabla tujaja kwenye unabii wa Biblia, ili unaposikia unabii ujue ni nini. Watu wanafikiri unabii ni habari ya huyu na hiki na kile, wanajaribu kutenganisha. Hebu soma. Neno la Bwana anasema kwa maana kama mngalimwamini Musa, kama mngelimwamini Musa, mngeniamini na mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Musa aliandika habari zake. Nilikuwa najaribu kukazia tu Torati yote inahusu yeye. Na kama unakumbuka pia tulisoma ile Yohana 1 aya 45. Wakati Filipo anamwambia Nathanaeli, tumemwona yeye ambaye manabii na Torati walisema habari zake, Yesu Kristo wa wapi? Wa Nazareti. Mnakumbuka bado tulisoma hiyo aya? Ndio. Mnakumbuka? Kama mkumbuki soma tena msomaji. Yohana 1:45. Sauti zikiwa chini, maana yake mnanitania. Linasema, Filipo akamuona Nathanaeli, akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati. Tumeona yeye ambaye Torati inasema habari zake, na manabii wanasema habari zake. Mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Jambo la kwanza katika somo la leo, rekebisha uelewa. Ikiwa unasoma Biblia Agano la Kale na uwezi kumuona Kristo, rekebisha uelewa, kwa sababu Agano la Kale linazungumza habari za nani? Za Yesu peke yake. Nilichoongea cha pili ni kujua Agano la Kale katika mapangilio wa Kiebrania, ili uweze kujua unapoisoma Biblia. Kwa hiyo nilikuwa naeleza wakati wa Agano Jipya, hii barua zinaandikwa, Yesu anazungumza maandiko, Paulo anaandika kila andiko, sijui maandiko ya neno la Bwana. Ujue hivi, hawakusema Agano Jipya, walisema Agano la Kale. Ndio ilikuwa Biblia. La kwanza nimesemaje? La kwanza nimesemaje? Rekebisha uelewa.
Mnanibabaisha au tunababaishana? Nimeeleza kwamba Biblia Agano la Kale lote linahusu nani? Yesu Kristo. Nikakueleza, rekebisha uelewa. Ikiwa unasoma katika Agano la Kale na umuoni Kristo, shida sio Agano la Kale, wewe ndiye rekebisha uelewa. La pili, wakati mitume na hawa wote wanaandika kila andiko yenye pumzi ya Mungu, Yesu anazungumza na kuchunguza maandiko, hakuwa anazungumzia Agano Jipya, ilikuwa ni Agano la Kale. Na ukishaelewa ukweli huo, akili yako itabadilika. Lakini unaposoma wewe unafikiri walikuwa kuna Agano Jipya, unachemka, wanasema vijana. Na wenzetu wa Kristo wamekataa Agano la Kale kwa usomaji huu mbaya. Huu mbaya. Na tutakuja kuangalia, ndio maana ni kwa uelewa huu imetugharimu leo. Hatuelewi baadhi ya vitabu vya Agano la Kale, tunadhani havihusu Yesu. Na mojawapo ni Daniel. Wako washiriki kabisa wameamua kuwa washirikina. Wanasema hicho mimi siwezi kukielewa, wataelewa wengine. Na wanaamini kila andiko lenye pumzi ya nani? Kwa hiyo wameamua kuigawa Biblia. Yenye pumzi ya Mungu ni wewe. Huku hamna. Yaani wewe umeamua kutafuta unachotaka kuelewa, alafu kila ambacho unasoma hujaelewa, unasema hiyo usomaji huo hautasalimika. Kila andiko lenye pumzi ya nani? Kwa maana nasitiza juu ya jambo hili. Pande wa tatu, Marko 1 mstari wa 1 hadi 15. Naimalizia kundi la tatu la 4 hili sasa. Kundi la kwanza ni Torati, kundi la pili manabii, 3 ni maandishi, 4 ni Injili. Sasa baada ya kujua hayo yote matatu yalihusu huku, ndio maana sasa naingia hapa kwa mtasari. Marko 1 ya 1 hadi 12. Neno la Bwana nasema mwanzo wa Injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Ndio. Kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya, tazama, namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako. Sawa. Atakayetengeneza njia yako. Sauti ya mtu aliye nyikani. Ndio. Itengenezeni njia ya Bwana. Yanyosheni mapito yake. Ndio. Yohana alitokea akibatiza nyikani, na kuhubiri ubatizo wa toba, liletalo ondoleo la dhambi. Angalia hiyo lugha. Alafu na Yesu aliyesema kwenye Luka 24 kwamba watahubiriwa kuanzia Yerusalemu toba na ondoleo la nini? Angalia Yohana alichokuwa anahubiri kabla Yesu ajaingia kwenye jukwaa la kuhubiri. Alikuwa anahubiri toba na ondoleo la nini? Dhambi. Angalia vizuri. Na ndio hotuba ya Agano la Kale. Yote, na ndio Yesu amesema hayo ndio niliandikiwa mimi, kwamba mimi ndio naye kuja, na wote watakaoenda ambao ni mashahidi wangu watahubiri hicho hicho. Endelea kusoma. Wakamwendea nchi yote ya Uyahudi, nao wa Yerusalemu wote, wakabatizwa katika mto wa Yordani, ndio wakiziungama dhambi zao. Angalia toba, wanaungama dhambi zao. Na Yohana alikuwa amevaa singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake. Ndio. Akala nzige na asali ya mwitu. Akahubiri akisema. Sasa hapo na watu tukisikia nzige hapo, ndio niwaambia kwamba Biblia neno la Mungu katika maneno ya wanadamu. Yohana hajawahi kula nzige, ila ni tafsiri. Sio kajikunja kula nzige, alikulaga nzige. Ile tafsiri neno lililotajwa pale sio hao wadudu. Sema hao ndio alikulaga Yohana Mbatizaji. Ni sawa na ile kwenye Danieli wakasema tupatie sisi chakula cha mtama. Ile ni nafaka. Kwa hiyo maana niwaambia Biblia neno la Mungu katika maneno ya wanadamu. Kwa hiyo inapotafsiriwa maneno ya wanadamu, una kazi ya kujua ni nini alichokuwa Mungu anasema pale.
Kwa hiyo alikuwa anakula asali na nzige. Akahubiri akisema, yuaja nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuinama na kuilegeza gidamu ya viatu vyake. Ndio. Mimi niliwabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Ikawa siku zile, ndio, Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, ndio, akabatizwa na Yohana katika Yordani. Mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu zinapasuka, ndio, na Roho kama hua akishuka juu yake. Na sauti ikatoka mbinguni, ndio, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Aya ngapi unaingia? Aya 12. Mara Roho akamtoa aende nyikani. Mpaka 15. 13. Akawako huko jangwani siku 40. Ndio. Hali akijaribiwa na Shetani. Ndio. Naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwitu. Na malaika walikuwa wakimhudumia. Ndio. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, ndio, Yesu akaenda Galilaya. Karudi Galilaya. Akihubiri habari njema ya Mungu. Habari njema ya Mungu. Akisema, wakati umetimia. 1, huu ni muda umetimia. 2, na ufalme wa Mungu umekaribia. 3, tubuni na kuiamini Injili. Hii ndio Injili. Wakati wa Mungu. Ufalme wa Mungu. Tubuni. Hii ndio unaposikia Injili ya Yesu, na ndiye yeye mwenyewe. Na wote waliandika kuhusu yeye. Habari ya toba na ondoleo la dhambi. Wakati umewadia, ufalme wa Mungu umekuja. Tubuni na kuamini Injili. Hivyo ndivyo alivyokuwa anahubiri, na anasema wanafunzi pia mtahubiri hivyo, toba na ondoleo la dhambi. Ninachoweza kueleza hapa ndipo kundi hili la mwisho linaitwa Injili. Kwa hiyo Injili, Agano Jipya, maisha, mafundisho kuhusu wokovu wetu, ndicho Agano la Kale linalofundisha. Kwa hiyo Agano la Kale lilikuwa linasonda kidole Agano Jipya. Agano Jipya linarudisha msomaji tangu Mungu alipofunua maandiko yake. Kwa hiyo Biblia nzima inahusu Yesu Kristo. Tunapojifunza unabii wa Biblia, sio kitu kingine, ila tunazungumza habari za Yesu. Hii ni muhimu sana kwa msomaji wa Biblia na unabii wa Biblia. Ndio maana ni unabii wa Biblia na sio habari za kitu chochote. Wako watu wanaosoma, wanaposoma unabii, wakisema unabii, wanaruka habari ya mnyama, zungumzia habari za pembe, zungumzia habari za nini. Nisikilize, Biblia yote inahusu Yesu Kristo. Kama kuna unabii utasema ni unabii na hauhusu yeye, huo unabii kausemee chooni. Simame tuweze kuomba.